Hotep hotep, ndugu wana wa Afrika, kutoka kusini mpaka kaskazini, kutoka mashariki mpaka magharibi. Siku ya leo namshukuru Mwenyezi Mungu wa mababu zetu ambaye ameweza kuniamsha nikiwa bado niko na pumzi za wenye hai, ila niweze kuwafafanulia kilichomo ndani ya hii Tau Africa Digital Ecosystem. Kabla sijaweza kuendelea mingi, wacha niwaombe mniruhusu kidogo kuimba spiritual anthem yetu yenye inatumotivate kuweza kufanya hizi kazi zote na hii mambo yote. Munisaidie na mioyo zenu, masikio zenu, na pia macho yenu, na pia munisaidie fahamu zenu, hata uwezo wenu pia munisaidie nayo, ila tuweze kujenga hii ustaarabu ya mtu mweusi. Tumeenda. Kwa kushukuru Mola wetu aliye hai, kwa kutupa nguvu na uwezo wa kulitangaza neno lako takatifu kwa weusi wote waliodanganywa na weupe. Kwa kushukuru Mola wetu aliye hai, kwa kutupa nguvu na uwezo wa kulitangaza neno lako takatifu kwa weusi wote waliodanganywa na weupe. Hiyo ni verse ya kwanza ya spiritual anthem ya ukombozi wa mtu mweusi kupitia mkombozi Ondeto Willy Winch. So wacha tuanze kazi. Ingia ndani ya hii link hapa kwa kutumia the code TAU. Ingia ndani ya ecosystem. Ndani ya ecosystem utaona Tau Ecosystem Portal. Select a category to explore applications. So hapa tuko na system apps na tuko na utility apps. Wacha tuende tukabonyeze Tau Africa main app hii yenye inaanza. Tau Africa main app. Utaona hapo it is a registration, membership, activities, task, community, value and core ecosystem management. Hapa ndo mahali tunahitaji watu wenye wameamua kufanya kazi nasi wanaregister. Hapo ndo tunahitaji wale watu ambao wanataka kukua members wanaingililia. Hapo ndo mahali activities zetu zinakuwa stored. Hapo ndo mahali kuna task, yani kuna makazi. Hapo ndo mahali tunapatana na community, yani wale watu ambao wako kwa community zetu. Community sijui kwa Kiswahili vile tunaweza sema makazi, wakazi. Hapo ndo mahali tunakusanya values. Values tukisema values ni ile uwezo ama elimu ama ujuzi ulionayo ambaye inaweza kukufanya ukuwe na uwezo wa kujenga ustaarabu wa mtu mweusi. Tukisema values kuna pengine ulisomea jambo bado hujaweza kulifanyia kazi liweze kukupatia kipato. Hapo ukiliweka pengine utaweza kupata kipato kupitia hiyo ecosystem. Pengine ulivumbua kitu lakini hauna capital ya kukianzisha kiweze kusaidia jamii na watu wengi, so utaiweka hapo. Tukishaikagua tuone ni extraordinary kusaidia watu wengi, Kabiru itaipatia varu yako na upate msaada wa capital na kuianzisha kujenga ustaarabu ya watu weusi. So
Hapo pia tunahitaji viongozi and core ecosystem management. Viongozi tunaowahitaji hapa ni watu ambao wamepewa nguvu na Mwenyezi Mungu wa mababu kupitia elimu walioipata kinatural, pengine wamekuwa wakigrow na elimu fulani ambaye ni ya ajabu. Hawana vyeti, hawana hizo diploma na mambo zingine, lakini ni watu wa ajabu kwa ujuzi fulani. So hiyo elimu yako itakufanya ukue kiongozi. Sisi qualification yetu si ile masomo ambaye tumesoma kupitia masyllabus ambazo tuliandaliwa na wageni. Ni masomo ambayo tumeweza kupewa na natural, yani ile hekima ya Mwenyezi Mungu wa mababu uliozaliwa nayo. Kama iliweza kukufikisha mahali umevumbua jambo ambalo litasaidia watu weusi wa Afrika kwa upana, wewe ni kiongozi. Na bado pia wale waliosoma hizi masomo ambazo tunasoma hizi shule education yenye tumeandaliwa na wakoroni, wako na kitu special ambacho wako nacho walichokipata kupitia masomo zao. Na pia tukiona roho ya Mungu wa mababu zetu inatuonyesha kuwa ulichokipata shule itatusaidia kuweza kujenga ustaarabu wetu kama watu weusi, bado tutaizingatia. So hapa ndo mahali viongozi wanaingililia. Kwa kupumzika kidogo, narudi kuimba ile spiritual anthem. Kwa kushukuru Mola wetu aliye hai, kwa kutupa nguvu na uwezo wa kulitangaza neno lako takatifu kwa weusi wote waliodanganywa na weupe. Asante sana, asante sana wale waimbaji wazuri ambaye mko kwa hii forum. Mmekaribishwa muweze kuimba hii spiritual anthem kwa ufanisi na kwa roho zaidi ambaye itaweza kuingia kwa mind na mioyo ya watu weusi, waweze kushtuka na kuamuka upya, wajenge ustaarabu wao. Wacha tufungue kidogo hii registration, hii Tau Africa main application. Ukifungua Tau Africa main application, itakuja welcome to Tau Africa International. Tau Africa International inakusanya community, value, corporate and sovereignty vile tuliongea. So hapo utapata story ya Galaxy. Galaxy Zero ni watu ambao wameungana kutoka kwa nchi tofauti ambao wataweza kujenga hii ecosystem kwa nchi tofauti na kukuwa viongozi wakubwa wa mradi huu. Na hawa tayari wako na tunaendelea kufanya kazi na wao kujenga hii ustaarabu. Ukishakuwa member, ukitaka kuwajua na kujua majina zao, apply, watakwambia ni wakina nani. Galaxy One Representative Board. Galaxy One hapa tunahitaji watu wawili kwa kila nchi kwa Afrika, ila tuweze kuangazia shida tunazozipitia kwa nchi zetu. Kuna watu wanasema kuwa hatuwezi jenga wakati kuna baadhi ya mainchi za Kiafrika ambao bado wako kwa vurugu, kama vile Kongo, machafuko Rwanda, machafuko pengine Burundi, Tanzania ilikuwa ni nchi ya amani, lakini sasa sijui imepatwa na virus gani. Sudan, Somalia, Mozambique, nchi zenye ziko na machafuko. So hizo nchi zenye zimekuwa na machafuko na bado ziko na machafuko, hawa watu wawili wataweza kukaa na wenzao kwa meza ili wajadiliane kuhusu chanzo cha hizo machafuko na namna ya kukomesha hiyo machafuko, na nchi za Kiafrika zikuwe na amani. Zikishakuwa na amani, basi mahali panapokuwa na amani kuna ujenzi, kuna maendeleo, kuna kusikizana, kuna kukabiliana na zile mambo zingine madogo. Kitu kubwa zaidi Mwafrika anafaa kutafuta na aipate ila aweze kujijenga na kujenga ustaarabu wake ni amani. Amani
ni pale wewe na jirani mnaishi pamoja na mnaishi kwa amani, mnaishi kwa kusaidiana. Ni pale kabila tofauti zilizokuwa ndani ya nchi zinaelewana na zina share mazuri na resources na faida ya nchi ambao Mwenyezi Mungu wa mababu aliwajalia kuiishi. Amani ni pale wale waliokorofishana wanakaa pamoja, wanaangalia kwa nini hawajasikizana kwa jambo hili ama lile, halafu wanapata suluhisho na majibu kwa hiyo jambo ambaye limewatenganisha kidogo. Najua kugwarana kwa watu ambaye ni mandugu haikosagi, lakini kugwarana na mumalizane, mutakuja kuacha ardhi yenu, ulisi wenu ikuwe ulisi ya wageni. So tusifike mahali tunagwarana maka tumalizane, vile ardhi yetu inaweza kuwa ulisi ya wageni. So hii Galaxy One itakuwa na representative ambao watakuwa wakikaa pamoja kuweza kuangalia vile nchi zetu za Kiafrika zinaendelea kujijenga kwa amani. Galaxy 2 ni watu wenye tunaita coordination board, wako 14 kwa kila nchi. Hao sasa ndo viongozi ambao wamekaa kwa kila nchi wakijadiliana maendeleo ya nchi hiyo kwa usawa na nchi zingine. Kumaanisha ile kitu ambacho tunachokipata Kenya, unaweza kukipata ukiwa Burundi, unaweza kukipata ukiwa Tanzania, unaweza kukipata ukiwa Uganda, unaweza kukipata ukiwa South Africa, unaweza kukipata ukiwa Mozambique. So hatutakuwa sasa na ile shida ambaye tunahama makazi zetu, mainchi zetu, tukienda kutafuta riziki kwa nchi zingine, ambapo tukifika huko tunakabiliana na shida mingi. Tunapata mahali tumeenda kwenda kutafuta riziki, kuna vikwazo, kuna vizingiti, kuna masharti ambaye yaturuhusu kuendelea vizuri. So kwa sababu hauko kwenu na bado hawawezi wakakupea ruhusa zote, kwa sababu wako na uoga, kwa sababu Mwafrika naogopa Mwafrika mwenzie. Lakini wakati huo utakuwa ukitoka kwa nchi yako, pengine ukienda kwa nchi nyingine kutembelea rafiki yako ambaye mliungana kwa mradi fulani. Haitakuwa sasa ni kwenda kuteseka na kutafuta riziki, kwa sababu riziki kupitia hii Galaxy 2 tutaweza kuiunda kila mahali, kila kona za Afrika. Galaxy 3 Implementation Board. Hawa sasa ni watu wote, wananchi wa Afrika wote. Hii Galaxy 3 itatupea uwezo wa kuweza kuishi Afrika yenye borderless, Afrika yenye uongozi moja, Afrika yenye jeshi moja, Afrika yenye currency moja, Afrika yenye lugha moja. Nikisema lugha moja, si kusema tutaongea sisi wote Kiswahili. Tukisema lugha moja, tunamaanisha kusikizana kwa namna moja ya kujenga ustaarabu wa Afrika. Lugha vision ni kujenga ustaarabu wa mtu mweusi. AOFI Pan-African Trust Graph are for repatriation, resurrection, restoration, reconnection. Repatriation, hapa tunamaanisha ya kwamba Mwafrika alihama kwake, alienda akakuwa mtumwa kwa wageni kifikra. Hakuna Mwafrika saa hii kama Mwafrika Mkristo, Mwafrika Muislamu, Mwafrika msomi PhD ambaye ako na fikra za Waafrika kama wale wako nyumbani. Waafrika wote 90% na kitu wote wako kwa nchi, wako kwa maisha ya wageni, wako ugenini. So repatriation, hapa tutaweza kupeana mafunzo kupitia kitabu ya Agano la Watu Weusi Surwe Marer, kuweza kurepatriate back to the soil Arkeburan. Resurrection, hapa tutaongelelea jinsi Mwafrika alivyouliwa. Kimwili tuliuliwa, tunatembea kama maiti. Kiroho tuliuliwa, tukabandikizwa roho za watu za wageni na miungu ya wageni. Tuliacha Mungu wetu tukafuata miungu za wageni. Tuliuliwa mentor, tuliuliwa kwa kila njia, tuliuliwa hata kwa hekima,
tukabandikizwa masyllabus na mfumo zingine ambazo zililetewa na wageni. So hapa tutakuja kupata mafunzo ya kuweza kujifufua upya. Restoration hapa tutaongelelea vile tutajenga tena ustaarabu wetu kama watu weusi. Tujenge ustaarabu wenye nguvu, wenye uwezo, wenye kutiisha, ili tuweze kukua kwa kiwango kimoja kama ndugu zetu. Na hatutajenga ustaarabu kama mzungu. Mzungu akona ustaarabu wake na hiyo ndiyo heshima yake. Mwarabu akona ustaarabu wake na hiyo ndio heshima yake. Muhindi ama Mchina, Muhindi na Mchina ni mandugu, hao wakona ustaarabu wao na hiyo ndio heshima yao. Na sisi tutakuwa na ustaarabu wetu kama weusi na hiyo ndiyo itakuwa heshima yetu. Reconnection hapa tutaongelelea namna Mwafrika ametawanyishwa. Hiyo ndio sababu unaona Afrika imejaa maborders. Kuna wa Uganda ni kama umeenda dunia ingine. Kuna wa Kenya ni kama ukiingia Kenya umeenda dunia ingine. Kuna wa Tanzania ni kama umeenda dunia ingine. Hivyo na nchi zingine. So hizo mainchi ziko na maboda, na hiyo maboda inanyima haki ya kuweza kufurahia ardhi ya Mwafrika kama ardhi yetu kama sisi watu weusi. So wakati tutakuwa tuta-reconnect back to our root, na tuwajulishe kuwa sisi wote tunatoka sehemu moja kama weusi, tuko na babu mmoja na sisi wote ni mandugu. As long as uko black, hata kama uko na damu mchanganyiko, uko na DNA moja na mwenzako kupitia babu wetu Olo. Mutapata ile connection kupitia kitabu ya Surwe Maler, na ni jukumu letu sisi wa Afrika kuweka pesa zetu, kuwekea uwezo wetu na nguvu zetu, hiyo kitabu iweze kuwafikia Waafrika wote. Our digital ecosystem use human environment value to create the African sovereignty. Hapa tutatumia digital ecosystem ambayo itatumia currency ya Kabiru, na digital currency ya Kabiru itakuwa ni ya prove value within you. Ikisha prove value within you and the value around you, basi pesa ya kujenga ustaarabu utakuwa umeshakwisha ipata. Asante sana. Nikiruka hizo lingine, mahali pa kujoin kama kiongozi ni join as a talk team. Kujoin itakuwa 2,000. Mahali kujoin kama mfanyakazi ama kama mtu ambaye ameleta ujuzi zake ni hapa join as a task team. Ukiingia hapo ndani utakuja kupata kile kinachotakikana ila uweze kukua approved. Hii portal ya Tau Africa main app ni kubwa, siwezi nika-explain niimalize, lakini taratibu tutakuwa tukizungumzia kwa upana zaidi. Tukitoka hapo tunakuja kwa Kabiru Mining App, IKB Mining Portal. Hapa mahali kwa Kabiru, kwa IKB Mining Portal, IKB Mining Wallet Management, IKB Account Management, Swap, Success Link Ecosystem App. Hapa ndio mahali sasa kile ulichokipata inakuwa recorded. Umefanya kazi, umetangaza biashara, umestore value yako. Tukisema value yako ni education, value ya education, value ya uvumbuzi ama asset zenye uko nazo. So ile kitu yenye umeweza kustore kwa Tau Africa hapa main application inakuja inaonekana value yake hapa kwa Kabiru. So unaweza imine as your money, pesa yako. Sasa ukiingia ndani utakuja kupata hapa Kabiru, ingiza email yako, enter password, sign in. So itakuja interface hivi. Kwa utility hapa utapata ukiingia pale utaona ile kitu yenye umefanya kwa Africa Global Market
inakuja inajionyesha hapa kwa utility. Kila kitu unachokifanya itakuja kujionyesha hapa. So hii ni area ambayo itajengwa na Waafrika wote. Hapa kutakuwa na utilities mingi na decentralized. Asante sana. Hapa kuna wallet. Hapa ndo mahali utajiri wako utakuwa unajirecord. Na hii itakuwa ni kwa simu yako ama kwa gazeti yako ndo utakuwa unaona hii wallet. Hakuna mtu mwingine ataona nje yako wewe. So utajiri yako itakuwa na security kwa mkono wako. Hapa tunaona language, profile na mambo zingine. The main purpose ya hii Kabiru is to give you a sovereignty, enzi yako. So hapa kwa sovereignty, hapa ndo utaanza safari ya kuwa sovereign, ya kuwa huru, ya kupata enzi yako. Hapa varu na mambo zingine ukishazi store kwa main app of Tau Africa main application, zitakuja confirmed, validated hapa kwa varu reserve, kwa varu pool. Alafu kuna reserve. Hii mambo yote utaona hizi portal zote zikiwa zimefunguka. Network yetu ni 144,000 readers. Kumaanisha ukikuja saa hii kama member before tufike 144,000, wewe ni mfalme, wewe umeweza kupata bahati ya kukua miongoni ya wafalme, kujenga ustaarabu ya Waafrika milele na milele. So sitaongea mingi kuhusu hii Kabiru. Ukishafika hapa utaweza kuexplore wewe mwenyewe. Wacha tumalizie na hapa kwa market, global marketplace. Global marketplace: buy, sell, account management, admin control, product, services, app, integration. Hapa ndio mahali kazi zetu na mauzo yetu na mahitaji yetu zinakuwa posted. Ukiingia ndani hapo utaona the global market. Tuko na sales na buy na market. Hapa ndo mahali Kabiru inafanya kazi. Tukifika hapa Kabiru itakuwa ni currency tosha. Na hiyo hakuna ulimwengu mwingine nje yetu inakubali. Ni wewe mwenyewe ukubali. Ukishafika hapa utapata maposti mingi za vitu zinauzwa through Kabiru. So utaweza kununua, na hapa utakuwa na magari, ndege, kila kitu ambacho inatakikana ila uweze kusafirisha mabidhaa ambazo zimepostiwa hapa. So mabidhaa ambazo zimepostiwa hapo zitakuwa validated kwa ground. So ikishakuwa validated kwa ground itakuwa inamaanisha iko. So ukiingia pale utaipata imepostiwa hapo, unainunua ama unaiuza hapa. Ukishainunua ama umeiuza kupitia Kabiru, haitatumika US dollar, itatumika Kabiru point ama Kabiru as a currency. Sasa hii mnaona hapa, kama kwa mfano hapa TASEP technical courses inauzwa kwa US dollar. Lakini wakati huo hii story ikishafanya, tumeshaitoa kwa hii mitambo ya wenzetu, tumeirudisha kwa mitambo yenye sisi ndo wamiliki. Itakuwa mambo zote zinafanyika through Kabiru. Asante sana kwa leo. Wacha nimalize hii mafundisho na hapa. Mwenyezi Mungu wa mababu akuwe pamoja nasi na azidi kutupatia hekima kwa upana zaidi, ile tuweze kujikomboa kifikra, tuweze kutafuta amani na kuipata, tujenge ustaarabu wetu kama watu weusi. Hotep, Hotep, Hotep.